Unapotaka kufanikiwa lazima ujiandae. Mafanikio ni pale ambapo matayarisho au maandalizi yanakutana na fursa. Fursa ikikukuta hujajiandaa, hauwezi kufanikiwa. Hizi zote tunazosema ni taarifa za kukusaidia wewe kuweza kufanikiwa. Yako mambo matatu ambayo ningependa niwashauri vijana muwe nayo katika maisha yenu, ambayo ukiwa nayo wakati wote katika maisha mtaweza kufanikiwa. Jambo la kwanza, kijana, lazima uwe na maono. Unataka kwenda wapi? Unataka kuwa nani? Unataka kesho ujulikane kwa jambo lipi? Mtu yoyote asiyejua anapokwenda hawezi kufanikiwa. Mtu yoyote asiyekuwa na direction hawezi kujua kama amefika au hajafika. Tunaishi katika dunia ya confusion. Kelele ni nyingi, na kelele nyingi ni za kukutoa katika mstari. Kijana unayejitambua lazima uwe na ndoto ya maisha. Usipokuwa na ndoto yako binafsi, watu wengine watakutumikisha kupitia ndoto zako. Ni muhimu kujiuliza maswali ya msingi: mimi ni nani? Nataka nini? Na kwenda wapi? Kwa sababu muda ulioko chuoni ni muda wa kuwekeza kuhusiana na kesho yako. Umri wa maisha yetu umegawanyika katika vipindi vikubwa vinne. Kipindi cha kwanza ni asubuhi, miaka 0 mpaka 25. Wakati huu ndipo unajenga nidhamu ya msingi ya maisha yako, lakini pia unatambua mwelekeo ambao wewe unataka kuelekea katika maisha yako. Ni wakati wa kujua kesho unataka kuwa nani. Umri wa pili, miaka 20 mpaka 50, ni umri wa mchana. Huu ni umri wa kujijenga kwa ajili ya kesho na kule unakokwenda. Ukichezea umri huu utakuja kuwa mzee wa hasira unayewakasirikia watu bila sababu ya msingi. Ndio wale wazee ambao ukitaka kumpelekea wajukuu watatu ana hasira nao kwa sababu amepoteza umri wake, amepoteza maisha yake. Lakini eneo la tatu, umri wa tatu, kipengele cha tatu, ni umri wa jioni. Jua limeanza kuzama sasa, miaka 51 mpaka miaka 75. Huu ni umri ambao unaacha legacy katika maisha, unaacha alama katika umri huu. Watu tayari wanakujua wewe ni nani, unafanya nini, na unaacha alama katika maisha yako. Na baada hapo unamalizia bonus, umri wa usiku ambao Mwenyezi Mungu atakuwa amekujalia. Sasa watu wengi wanapoteza umri wa msingi wa kuwatengeneza wao ni nani. Naomba niwaambie, kuna mambo ambayo ukishindwa kuyafanya katika umri ulionao sasa hivi, hata kama utataka kuyafanya baadaye, utatumia gharama kubwa au haitawezekana kabisa. Majuto makubwa ya wazee ukikaa nao sio mambo walioyafanya wakakosea, ni mambo waliokuwa na fursa ya kuyafanya lakini hawakuyafanya. Na wewe pia usiingie katika hayo majuto. Wakati fulani alikuwa mtu mmoja anaitwa Professor Albert Einstein. Professor Albert Einstein wakati anasafiri siku moja kwa train, akadondosha ile tiketi yake ya train, ikaanguka chini. Akaanza kuhangaika kuitafuta kwenye siti, anaingia chini anatafuta. Mhudumu alipofika pale akamuuliza, Professor Einstein, kwa nini unahangaika unatafuta nini? Akasema, natafuta tiketi yangu. Akamwambia, una haja ya kutafuta, mimi najua wewe ni profesa maarufu, unajulikana, lazima tu utakuwa umelipa nauli, kwa hiyo una haja ya kutafuta tiketi kwa sababu tunakufahamu. Akasema, no. Issue sio ninyi kunifahamu mimi. Issue ni kwamba kule kituo ninachotakiwa kushuka kimeandikwa kwenye ile tiketi. Kwa hiyo hata kama mimi mnanijua lakini mimi sijui ninakokwenda, haitakuwa na faida kwenye maisha. Tunaishi katika ulimwengu ambapo vijana wanataka kujulikana zaidi bila kujali wanakwenda wapi. Cha kwanza ni kujua direction yako. Ukishajua direction ya maisha yako, utatengeneza kesho yako iliyo njema sana. Lakini jambo la pili ambalo ningependa niwahimize sana, ninaomba katika maisha, chagua marafiki sahihi. Vijana wengi niliokutana nao wameharibikiwa kwa sababu ya kukosa watu sahihi kwenye maisha yao. Naomba nikwambie, hakuna urafiki ambao ni neutral. Mtu yote ulio naye aidha anakuambukiza mambo mazuri au anakuambukiza mambo mabaya. Waulize wote walioingia kwenye addiction, wameingia kwenye uraibu wa aina yote ile, watakwambia influence ya kwanza ilikuwa na marafiki wanaokuzunguka. Miaka 25 baada ya leo utabadilishwa na vitu viwili tu. Kwanza ni maarifa ulionayo na ambayo unayapata kila siku. Pili ni aina ya watu wanaokuzunguka. Angalia kushoto, angalia kulia, itakwambia we kesho utakuwa mtu wa namna gani. Usikubali kuambatana na watu ambao wana mawazo hasi kila siku, wanasema haiwezekani kila siku, na kila siku wao ni kulalamika tu. Usikubali kuambatana na watu wa namna hiyo. Ambatana na watu ambao wanaona mambo chanya, wanaiona kesho, na wanaweza kukupa hamasa na wewe kupambania maisha yako. Ndio maana utagundua watu wengi ni wasikia wanasema, unajua watu waliofanikiwa bwana wanajidai sana, wanakuwa peke yao. Ni kanuni tu ya maisha ya kawaida kabisa, kwamba hakuna mtu anayetaka kukaa na watu ambao kila siku wao wanalalamika, wananungunika au
laumu. Na wewe pia, hebu jikague katika maisha yako leo. Ukigundua watu wengi wanaokuzunguka ni watu ambao kazi yao ni kulalamika asubuhi mpaka jioni. Unajua, ukitafuta kitu cha kulalamikia lazima utakipata. Si unajua hilo kitu? Lazima utakipata. Huwa naambia watu, kuna watu kwa sababu wameshazoea kulalamika, akiamka asubuhi kama mna kitu cha kulalamikia atalalamikia hali ya hewa tu. Kwamba leo jamani, mbona kuko hivi? Hii hali mbaya sana. Hapa kuna jambo baya litatokea. Kwa hiyo inakuwa hivyo siku zote. Sasa na wewe usiingie katika huo mtego, kwa sababu tabia hasi huwa inaambukizwa. Hakikisha umetafuta marafiki wanaokumotivate, wanaokupa hamasa. Ukienda kwenye magrupu ya WhatsApp ulioko ukute hamasa. Ukienda kwenye mitandao unaotembelea ukute hamasa. Vitu vinavyoamsha ari ya wewe kupambana na sio wewe kukata tamaa. Lakini jambo la mwisho, kama kijana, usiseme haiwezekani. Amini katika unachokitaka kwenye maisha yako. Usijiambie hapana kabla hujajaribu. Usiseme haiwezekani kabla hujajaribu. Nimeona watu wengi hata katika makongamano kwenye mitandao unakuta anaandika anasema, unajua hizo fedha ni kwa ajili ya watu fulani tu. Sasa mtu wa namna hiyo maana yake ameshajifungia mlango, kwa badala yake angeweza kuitafuta na kuweza kuipata. Usijiambie haiwezekani kabla hujajaribu. Siku hizi unajua, zamani ilikuwa milango ili ufungue lazima ukaribie ufungue kwa funguo, si ndio? Siku hizi kuna milango inaitwa automatic door ambayo yenyewe ukikaribia tu inafunguka. Ukiwa mbali utaona imefungwa, lakini ukikaribia itafunguka. Nilimpenda kijana mmoja nikiwa pale Shinyanga. Na mimi yupo hapa leo. Nilielekeza awepo hapa leo. Yule kijana tulipotoa nafasi ya kuchangia akasimama. Akasema, mimi nakushukuru, umekuwa mentor wangu, umenisaidia siku nyingi, lakini kuna jambo nimeliona leo halijafanyika na mimi naona naweza nikalifanyika. Mimi ni certified financial educator kutoka BOT, nina cheti na nafundisha masuala ya kifedha. Akasema, nimekufuata ulipokuwa Singida. Yeye ni wa Tanga. Alisafiri kutoka Tanga akaja Singida, akahudhuria kongamano letu. Akasafiri akaja Mwanza, akahudhuria kongamano letu. Mimi sijui kama yupo, lakini akasafiri akaja Shinyanga, akahudhuria kongamano. Ndio akapata nafasi ya kuongea. Nikawaambia kule Shinyanga kwamba lift haikukuti ukiwa njiani nyumbani. Lift inakukuta ukiwa njiani. Nikamwambia kwa sababu wewe ni mtaalamu na hii fursa umeiona, nikamwambia nitasafiri na wewe kwenda Tabora na nitakupa nafasi ya kuzungumza, uelekeze vijana wenzako masuala ya kifedha. Kwa leo amekuja kama mtaalamu hapa na tumemlipa kama mkufunzi aweze kuzungumza na sisi. Maana yangu ni nini? Jitahidi na wewe pia unapoona fursa uweze kuitumia na itaweza kukusaidia.